Mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, karibu katika makala yetu ya kuongeza maarifa katika maisha yako. Mimi ni Sofia Lucy Ungolo, baki nami mpaka mwisho wa makala yetu. Leo tutazungumzia kuhusu senene. Hawa ni aina ya panzi wanaopatikana zaidi katika kanda ya Afrika Mashariki. Ni chakula ambacho kinapendwa kwa ladha yake na faida zake kiafya. Kutana na mkazi huyu wa Bukoba katika mkoa wa Kagera, na hapa anatueleza nini unaanza hasa unapotaka kukamata ama kutega senene wengi. Kitu cha kwanza tunachoanza tunaanza kujenga ile poroti ambayo watakuwa wametupa. Tunaanza kujenga, kumaliza kujenga, tunatafuta yale madiaba yetu au mapipa. Tunaweka. Tukimaliza kuweka yale mapipa, tunatafuta yale mabati. Tunaanza kukinga. Tukimaliza yale mabati, tunafunga taa. Tukimaliza kufunga taa zile zina moto wake unatoka kwenye choki. Pale. Kutoka pale kwenye choki, na maana hapo tunavuta tena na waya ya nini? Ya umeme. Kila mtu hapa ana mita yake. Kila mtu ana mita yake. Ina maana kila mwezi, hata msimu ukiisha, lazima kila mwezi mpaka tuweke umeme. Kusudi tukija msimu mwingine angalau kute unit zimeshakuwa nyingi. Lakini hapo zile taa unavyoziona kila siku, kila taa moja inakula unit 9 mpaka 12. Taa moja. Hiyo tena ni ya 400. Ya 250 inakula uniti 7. Zote unaweka sehemu moja ili kupata mwanga uwe mkubwa. Mwanga unasaidia senene ziweze kuingia. Mwingine akiwa ana mwanga anavuna kidogo. Alafu na ile inafuatana na vifaa ambavyo unavyo. Swali linaulizwa, je, senene wanatoka wapi? Na je, kuna misimu mingapi hasa ya senene kwa mwaka? Kwa kweli kwa hilo itakuwa ni swali gumu kwangu, na sisi tumeshajiuliza, je, senene zinatokea wapi? Hatujawahi kupata jibu mpaka kwa hivi sasa. Kwa mwaka ni mara 2. Ni mwezi wa 4 mpaka wa 6. Huo ni msimu wa kwanza. Hapa tukiondoka wa 6 tunakuja kurudi hapa mwezi wa 11. Mwezi wa 11 ndio msimu original. Tunaotegemea sana. Huo ni mwezi wa 11. Wakazi hawa wanasema hawafahamu senene wanatokea wapi. Sasa tufahamu, wana imani gani kuhusu senene? Sisi tunaamini kwamba sisi tulizaliwa tukakuta na wazazi wetu wanategemea hilo. Sasa na sisi tukaingia kwenye biashara hivyo vya senene, wakasema bwana, senene kuna za mwezi wa 4 mpaka wa 6. Kuna za mwezi wa 11 mpaka wa 12. Basi. Lakini ukienda sehemu nyingine, kama sehemu za vijijini, ukiwa unalima, unakutana vingine kusema bado ni vidogo. Bado vinazaliana. Hayo tunaweza kuhisi kwamba na hivyo labda zinaweza kwa wakati wakasema huu ni wakati wa kujikusanya wakati mmoja, zote zikaja kwa wakati mmoja. Lakini siwezi kukudanganya kwamba tunajua senene zinatoka sehemu gani. Wakati wa usiku wanapotega senene ili kuingia katika mapipa ama madiaba, wanakuwa macho ama wanapumzika ama kulala? Na kwa nini hufanya hivyo? Tunakuwepo muda wote, yani masaa 24. Lazima mpaka uwepo kwa ajili hapa tunaweka taa moja ya kupata ule mwanga. Na maana wewe ukiwa humu ndani umelala kwenye mamaima yetu, lazima usisikie zinapiga wapi? Kwenye bati. Na dalili ya senene zikija kuanguka,
unakuwa tayari umeshaiona tangia mapema. Kama saa moja umewasha, hamna hata inayozunguka hata moja. Umekuja kulala mpaka muda wa saa 5, hamna hata moja. Tunaona kwamba leo tumepigwa. Leo hamna kitu, lakini wanaweza kuwasha muda wa saa moja, unaona ka saa 4 kamoja kanazunguka, 2, 3 zinaenda, unaona kwamba vinateremka, vinakuja, vinaongezeka. Unaona kwamba leo kuna dalili ya nini? Dalili ya senene. Vipi kuhusu mauzo, hasa senene wakiwa wengi? Inafuatana senene zimeanguka sehemu gani. Najua watu waliotega ni wengi. Tena sio zaidi ya watu zaidi ya 400 waliotega mkoa wa Kagera. Kianza kuhesabu ni hapa Nyanshenya, tunaenda Kiabitembe, tunaenda Ruome, tunaenda Kiaka, tunaenda Mtukura, tunaenda Karagwe, tunaenda Mureba. Huko pote wanetega nini? Senene. Sasa sehemu zote hizo senene zikianguka, unajua hata na diaba unaweza kuinunua hata na 20,000. Zilikuwa zimeanguka hapa. Zikiwa nyingi sana, diaba ishuki kwenye 30,000. Zikiwa nyingi sana, unajua mtu unaweza kukuta mtu ameshapiga madiaba yake 100, 150 ngapi. Sasa hii si mali ya kuoza. Si wewe na tia kwako ni hela. Lazima mpaka uuze upate. Habari gani senene zikiwa chache, na wanunuzi hasa ni kiana nani na wanatokea wapi hasa? Kwa zikiwa chache, unaweza kuuza hata diaba 1,500,000. Unaweza kukuta mtu ananunua hapa kama kwa 1,500,000 au 130,000 au 20, lakini akapeleka pale sokoni akaiuza mpaka 270,000. Zikiwa chache, hizo ni za kugombania hapa. Au waranguzi, sisi tunatega, kuna waranguzi wanaokuja hapa. Sisi hatuwachukulia. Wenyewe wanajua kwamba hapa leo wanalala, wanapiga simu. Wapi upepo umelalia wapi, kama ni Nyanshenye, kama ni Kiabitembe, kama ni sehemu gani, wanakimbilia huko. Na wenyewe wakikimbilia kwenda kununua kule, wanapeleka pale sokoni. Na sokoni pale na wenyewe wanawateja. Kuna mtu anataka za 2,000, za 3,000, za 10,000, za laki, za 200,000. Wanafanyaje? Wanauza hapo. Chakula cha asili cha watu wa Bukoba hasa ni nini? Hebu tufahamu. Ana mtu wa Bukoba ukimnyima senene, sawa, yani hapo anaweza kuchukiana. Akiziona hivi akaja ukasema sikupe, sana kuchukia. Changamoto gani wanazokutana nazo, na je, ni kila siku wanatega? Changamoto ipo. Sasa mimi tangia nimekuja hapa, nimefika hapa tarehe 8 mwezi wa 4. Lakini senene nilikuja kuzipata tarehe 8 mwezi wa 5. Na yenyewe nilipata kidogo, kama nusu diaba. Sasa niambie, hiyo nusu diaba mwezi mzima uko hapa umekaa tu umesubiria kitu ambacho hujui kinatokea wapi. Ndio changamoto ninazozipata hizo. Lakini kwa umepatana na tajiri, na tajiri naona upepo ulivyo, basi na yeye anaridhika, anakupa cha kwako. Lazima mpaka uangalie upepo, kwamba leo naweza kuwasha au leo nisiwashe. Tunaangalia kwa sehemu nyingine pembeni. Tuna watu wengine hapo mjani wanakuwa na washa. Na watu wengine wako huko sehemu za mbali mnapigiana, si vipi huko? Hali ikoje? Akasema huko hamna kitu, na sisi huko hamna kitu. Labda mtu kula akiona kwamba zimeanza kudondoka, anakupigia simu, sasa nyinyi huko muwashe. Tunaona huko zinaanza kufanyaje? Kudondoka kamoja, tunaona upepo unateremka kwenu. Maeneo mengi yanayotegwa senene ni karibu na ziwa. Hii ni kwa nini hasa? Inafuatana na kiwanja kinavyolingana. Unajua sasa hivi watu 1% kubwa wapo, kila mtu amejenga kwake, anafunga kwake kwa ajili ya umeme. Mbona sasa hii kuna watu wengine wana vifaa vingi. Si bora waje hapa Nyansheni, kuna kiwanja kikubwa. Bora wafunge hapa. Sote tuwe sehemu moja, alafu na mwanga uwe mmoja, unakuwa mkubwa. Masoko yao yanalenga watu wengine au ni kwa mkoa wa Kagera pekee? Hebu tufahamu kuhusu hili. Wanauzia watu kama Wahaya na watu wengine wanakula kama kawaida. Watu wananunua kwenda kukaanga. Zinaenda mpaka Ulaya. Zinapanda ndege moja kwa moja. Huyu pia ni mkazi wa Bukoba na mfanyabiashara wa biashara hii ya senene. Naye anatueleza kwamba, je, kuna vifaa vingine vinaweza kutumika kutega senene ukiacha mabati, na kwa nini wanatumia mabati? Na je, mabati haya ni mapya ama yanafanyiwa nini? Hatujawa na utaalamu kuliko tunavyofunga hapa. Baada kuona kwamba bati ndio
tunaweza tukazitumia kuvuna wadudu. Ndio mfumo tulionao. Bati mpya tunatumia majivu. Naenda kulisugua na maweza kulisugua ndio naanza unalipandisha. Majivu ya juu hapa. Ili wasikamati, washike kiamkapo ishike kwenye bati. Hiyo inadondoka kwenye kifaa. Kwa sababu kama hujalisugua lazima ikamate kwenye bati pale. Iweze katoka. Ili wavune vizuri lazima ulisugue kwanza na majivu, alafu ikipiga tu nadondoka chini kwenye kifaa. Senene wakinasa ndani ya mapipa ama majaba hawawezi kutoka. Ni kwa ajili ya hii nani tuliweka isitoke mfuniko ya madiaba, kwa iwezi kapita. Iwezi kapanda. Na kuja kupanda hapa kuone senene imepanda ni vile vidogo kimoja, lakini senene nyingi iwezi katoka. Kwa sababu si hai kwa ajili ya mfuniko. Na ikiwa nyingi waga na haiwezi kapita hapo mpaka iwe ndogo. Zile moja ile. Kuna maeneo ambayo wanawahi zaidi kuvuna senene. Sasa kama mwezi wa 4 mara nyingi watu wanapata senene pembeni kutoka vijijini. Sasa hizi watu unajua taa zilewaka vijijini. Kwa hiyo kuja kuona umepata senene lazima yaani kuwaona mjini. Wanakuwa wameshavuna mjini, vijijini, wanakuja huku. Sasa ndio sehemu ya kuuzia senene. Ndio soko. Wanaleta huku na magari wanauza, wanakaanga wanaanza kuuza. Na ukiona vijijini wanaanza kutoka. Ndio kwa sababu unajua kipindi kile watu walikuwa hawajajua kufunga senene. Na walijifunza kutoka hapa. Walikuwa kule mtu alikuwa anakuja ananunua senene hapa anakwenda vijijini, anaangalia mnapofunga taa, mnapofanya nini. Baada kuwapelekea rea watu wakaanza kuvuna na wao. Senene anaweza kukaa muda gani baada ya kuvuliwa bila kuharibika na kabla ya kukaangwa? Kabla ya kukaangwa yenyewe ikikaa tu ndio mara wakati mwingine wanai kuwakaanga kwa ajili wasanii. Wakisha kiingia kwenye vero tu. Na wakikaa kwenye vero wakikaa muda mrefu wakichoka tu. Basi. Hata kama tawakaanga sio wale unaowategemea kwamba watanyoka wanapotaka. Nafadhali mtu anajua kuna vitu vina utaalamu wake. Ndio mbona umeshajua kwamba hiki kitu tunaweza kukitengeneza na kibalance. Isibaki mbichi. Ikiwa mbichi au isikauke sana. Wakikauka sana na katika. Una balance kwamba hapa hawa senene naweza wamekauka. Wasibaki kiwa mbichi. Wa balance kwamba hapa hawa senene wamekauka na unaweza kuwaweka wakafanya nini? Wakakaa. Na yenyewe na senene hii na utaalamu. Mpaka uone kuna kipindi unafikia tu na wageuza. Hata mpaka mbona tunaona senene msimu huu. Naandaa mpaka msimu mwingine mtu anakuwa senene. Tunaonaga mjini. Naonaga mjini wao wauze wale wa kupima. Sasa wamevuna mwezi wa 4 mpaka msimu mwingine anaweza kukuta au wameisha. Yafuatana mbao senene wamevuna. Mwezi wa 12 anaweza kukuta. Tunaona senene mwezi wa 12 mpaka inakuta mwezi wa 4. Lakini mara nyingi wameamka kwenda senene. Ni walaji wazuri wa senene. Kwa mara nyingi kukaa sio mara kwa mara. Mtafiti wa ishara za Mwenyezi Mungu ama za imani Idrisa Shabani naye anafafanua swali la kwamba senene wametokea wapi na je, senene nao chakula chao ni nini? Hapa anatueleza. Senene ni wadudu ambao wamehalalishwa na Mwenyezi Mungu. Kwa sababu katika vile alivyoviharamisha katika vitabu vitakatifu. Ukisoma katika Injili, ukasoma katika Torati, ukasoma katika Zaburi na Qur'ani, vipo vyakula ambavyo ameviharamisha sambamba na vinywaji. Lakini pia vipo vyakula ambavyo amevihalalisha. Na katika miongoni mwa vyakula ambavyo amevihalalisha na senene pamoja nao wamo. Na senene kawazungumzia kwa sababu ndani yake ni mdudu ambaye ana kila aina ya virutubisho vinavyoweza kupatikana katika mwili na vinavyohitajika katika mwili. Moja, senene ana protini. Mwenyezi Mungu muumba kaizungumzia. Protini ambayo inapatikana katika vyakula mbalimbali. Sote ambao tumeenda shule tumevisoma. Lakini pia senene huyo ana fati. Maana yake ana mafuta ndani yake na mafuta yale ni ya asili. Na ndio maana utamu wake unakuja pale unapokuwa umemkaanga katika hali ambayo ni ya unnatural, yani aivu kwa kutumia mafuta yake. Hapo sasa unakuwa umetengeneza kitu ambacho kinaenda kutengeneza
dilution katika mwili, kuondoa sumu ambazo zinapatikana kutokana na vyakula mbalimbali. Hilo la kwanza. Lakini pia ndani ya senene kunapatikana madini ya chuma ambayo yanaitwa iodine. Ndani ya senene kunapatikana madini ya nini? Ya chuma. Lakini pia kwenye senene kunapatikana mmeng'enyo sahihi ambao unaendana sambamba na mmeng'enyo aliotengeneza katika mfumo wa mwanadamu Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo ukisoma senene vizuri utajikuta kwamba senene ni moja ya mdudu ambaye ana maajabu yake. Licha ya kwamba wengine huwa wanamsoma kama panzi, ni jamii yake, lakini huyu katolewa katika upande ule na kuletwa katika upande ambao ni wa matumizi ya kibinadamu kwa ajili ya manufaa ya mwili wa mwanadamu. Hata watafiti wamefanya utafiti wao, wameshindwa kujua wanatokea wapi. Kwa hiyo inabaki ikiwa ni siri ya Mungu kwamba senene wanatokea wapi. Sisi wanadamu kwa uwezo wa kibinadamu hatuwezi kung'amua kujua wanatokea wapi. Kwa hiyo tunabaki kulishukuru lile ambalo anatuletea sisi. Lakini panzi ana sosi yake. Makazi yake mara nyingi huwa ni polini, mbugani. Yeye chakula chake anakula majani ya miti, anakula majani ya asili, anakula wadudu mbalimbali ambao ni wadogo ambao ndo chakula chake. Lakini senene chakula yake mara nyingi anakula vitu ambavyo ni laini. Ndio maana akiingia katika shamba la mahindi, kinachoenda kuharibika zaidi ni yale manyoya ambayo yanatengeneza yanakuwa ni sosi ya kuweza kutafuta ile uchafushaji wa nani ili kutengeneza mwindi lenyewe. Kwa hiyo akisha utafuna ule hindi aliwezi kuwa na punje ndani yake. Kwa hiyo anakula vitu ambavyo ni laini, lakini anapendelea sana kula umande. Senene anakula umande, ndio chakula chake zaidi. Yaani anapokuwa amekula hivi vyakula akapatikana na umande, basi anakuwa ni mtamu zaidi na anajitengenezea chakula chake vizuri. Kwa hiyo kusehemu ya kwamba anatokea wapi, wapo waliosema kwamba anatokea katika visiwa vya Komoro, visiwa vinavyopatikana katika bahari ya Atlantic na Pacific na wapi, lakini watafiti walienda wa kuona hivyo vichuguu. Kwa hiyo hatuwezi kujua anatokea wapi. Inabaki nikiwa ni kazi ya Mungu. Kwa maelezo haya ambayo tumeyasikia kutoka kwake, je, hii inawafanya kutambua zaidi uwepo wa Mungu? Kwanza sio senene tu. Katika ishara ambazo zinabainisha uwepo wa Mungu sio senene tu. Zipo ishara mbalimbali, na hata hapa tuliposimama zipo ishara mbalimbali ambazo zinamuonesha Mungu kwamba yupo. Sio senene tu. Lakini kwa sababu umelenga katika senene, moja ya sababu ambayo inatupelekea kutambua kwamba Mungu yupo, kwanza ni upatikanaji wake ambao sisi wanadamu hatuwezi kuungamua. Hilo la kwanza, ambalo ukiritia katika akili ya kawaida ya kibinadamu inayofanya kazi vizuri, automatically utajua kwamba kweli Mungu yupo, kwa sababu ana miujiza ambayo inatendeka ndani yake ambayo inapelekea kudhibitisha uwepo wake. Moja ni kama senene wanatokea katika sehemu ambayo yeye anaijua, yeye ambayo sisi hatujui, na safari yao huwa wanasafiri kutokamana na upepo. Kwa hiyo wanaenda kwa nyakati za upepo. Upepo unapokuwa umepeleka labda mashariki ndiko anakotokea. Kwa hiyo ukimuona kwa upande ukiwa mashariki utahisi labda katokea magharibi, lakini na aliyoko magharibi akiona upepo unaotokea kaskazini anaweza akasema umetokea kaskazini. Kwa hiyo ni ishara ambayo inapelekea uwepo wa Mwenyezi Mungu kupitia senene. Lakini sio senene tu, kama ambavyo nimesema, dalili zipo nyingi sana chungu mzima, hata sisi katika nafsi zetu, hata katika mazingira tunayoishi. Ukiangalia katika miti, ukaangalia katika uumbaji wake wa sampuli tofauti, Mungu anajionyesha kinagaubaga kwa yule mwenye akili zinazofanya kazi. Mungu yupo. Na naamini kabisa tumaini lipo, Mungu yupo kabisa, licha ya kwamba hawezi kujidhihirisha moja kwa moja. Kwa mfano ukisoma, kwa sababu yeye ana ishara nyingi, tukisoma katika Injili ya Barnaba ambaye ni mmoja miongoni mwa wanafunzi 12 wa Yesu, Mungu kuna mstari anasema, akiwa na nukuu katika enzi za Nabii Musa, wakati wale watu wa Musa wamemjaribu Musa kwa kumshinikiza waoneshe Mungu wao halisi ili wamuone jahara, kwa maana uwazi. Wakati
Musa ameongea na Mungu wake ili waweze kumuona, Mungu alimwambia, Bwana, mimi siwezi kujidhihirisha katika hali ambayo wao wanaitaka wao, isipokuwa kuna ishara nyingi ambazo zinanifanya mimi niweze kuonekana. Lakini kama watakuwa wamekushinikiza ili wanione, basi waambie watu wako au watu wangu watizame lile jabali. Basi watakapodiriki kuliangalia lile jabali, yawezekana wakaniona. Lakini kilichotokea, hawakuweza kuliangalia mpaka hatima yao ya mwisho, kwa sababu kuna dalili zilizoweza kujionyesha zilizowapelekea wao kuweza kuzimia. Unaona? Sasa walipozinduka wakasema, hakika Mungu wako ni mkubwa na ametakasika, kwani hajidhihirishi katika hali ambayo ni ya kawaida. Kwa hiyo walishindwa kumuona, na hiyo ni moja ya ishara ya kuonesha kwamba Mungu hawezi kujidhihirisha katika hali ambayo tunaitaka sisi binadamu. Mungu anajidhihirisha kutokamana na yale tunayoyaona katika mboni zetu za macho. Kwa hiyo hiyo ndo ishara ya kimungu ambayo ndio inasimamisha utukufu na utawala wake na uungu wake na ukubwa wake na ujemedari wake na uwezo wake kwa kila kiumbe. Haya, mara baada ya kusikia kuhusu kile ambacho wanaamini kuhusu uwepo wa Mungu, tusikie namna mbalimbali za kuandaa senene. Njia zipo nyingi sana. Njia unaweza ukatumia njia ya kumbanika, unaweza ukatumia njia ya kumchemsha na kuweza kumwanika juani, unaweza ukatumia njia ya kuweza kumkausha kwa kutumia ovena, unaweza ukatumia njia ya kuweza kumkaanga kwa mafuta yake mwenyewe, kwa maana unapokuwa umemweka katika sufuria ama katika sehemu ambayo umeiandaa kwa ajili ya kumkaangia, yeye anazalisha mafuta yake ambayo inakuwa sababu ya kuweza kumkaanga vizuri, na ambayo yale mafuta ndiyo yanayomkausha na kuweza kupata ladha yake halisi, tofauti na yule ambaye anakaangwa kwa mafuta yaliyotokea katika viwanda, kwa maana alizeti, pamba na nini. Kwa hiyo akitengenezwa katika mafuta yake ndio anakuwa na ladha nzuri kuliko yule aliyekaangwa kwa mafuta yake. Akiwa amekaangwa kwa mafuta yake hawezi kutumia muda mrefu sana kuweza kuharibika, anatumia muda mfupi kwa sababu yeye kajitengeneza kwa uhalisia wake ama kwa uasili wake. Yule aliyetengenezwa kwa mafuta yaliyokaangwa, yeye anakauka moja kwa moja, kwa maana anakauka kuanzia ndani, tofauti na huyu ambaye amekaushwa kwa kutumia mafuta yake. Kwa huyu ambaye amekaangwa kwa mafuta ya kiwandani ambayo yametengenezwa katika njia ya kiwanda, huyu ana uwezo wa kuishi baada ya kuwa umemtengeneza kwa muda wa miezi 6 mpaka miezi 8 mpaka 12. Itategemea umemkaanga kwa staili ya namna gani. Lakini the way anavyozidi kuendelea kuwepo na kuishi kwa muda ule, anazidi kugangamara na kukatika, kwa maana anazidi kupoteza ule ubora wake. Ili apate kuishi kwa muda mrefu lazima umsage, tofauti na huyu ambaye anakuwa umemtengeneza katika mafuta yake ya kawaida. Huyu anaweza akaishi kwa muda wa miezi wa siku 7 mpaka siku 8, anaharibika na uwezo ukamtumia. Mtazamaji, kila eneo lina tamaduni zake, na hapa tumeona namna ambavyo katika mkoa wa Kagera, moja ya utamaduni wao ni chakula chao pendwa cha asili ambacho ni senene, ambao nao hutegwa hapo na huandaliwa hapo. Ukilinganisha na mikoa mingine, mkoa wa Kagera ndiko ambako hasa senene hutoka. Naamini kupitia kipindi hiki kuna kitu ambacho angalau umejifunza kuhusiana na senene. Mimi ni Sfelusi Ungolo. Kila lenye mwanzo halikosi kuwa na mwisho. Niishie hapa kwa leo, kwa miadi ya kukutana na wewe katika kipindi kijacho. Endelea kuitazama Hope Channel Tanzania, nuru ibadilishayo maisha yako.